Mpira unapatia wapi? Sasa mke wangu ukiongea hivyo ni kunitia aibu kwa majirani. Hivi tu wengine tutakiwa tuongee tu ndani viishe. Sawa, tulikuwa hapa ndani tunaongea safi. Natoka nje unakuja kunisemea nje mbele ya like ya watu wanione, unavinisema bwana wako inakuaje? Wewe ungejua kama kuna kuongelea ndani hizo taarifa kama wewe hauna ungeniambilia ndani. Basi mbona umetoka tu hivi hivi? Nisikilize mke wangu. Mimi naomba twende ndani tukayaongea. Twende. Twende mke wangu. Twende tangulia. Twende mke wangu. Sasa siku zote mwanaume sana kuaga mwisho. Mbona hujiamini mke wangu? Mke wangu. Tunaona baadaye bwana. Wewe nikwambia nifungulie mlango mimi. Ninakwambia nifungulie mlango. Nakwambiaje? Na leo hapa leo nyumbani usirudi. Kwanza nimeshakutoka mwanaume mwenyewe unje kutafuta. Nikwambia nifungulie mlango huko. Wewe unajifanya mjanja Unakimbia kuacha na matumizi unanifungia mlango na leo usirudi hapa ndani nakwambia. Dada, shemeji, nimewaita hapa. Kuna jambo nataka niwaambie. Jambo gani shemeji? Ambao nataka kulizungumza hapa. Jambo gani tena wewe mdogo wangu? Maana umeongea kwa hisia. Ila samanini sana kama ile jambo nikiongea nitakwaza. Shemeji, ongea, usijali. Kuwa na amani tu. Mume wangu, mbona unaongea kwa kigugumizi? Wana kigugumizi wapi na wapi? Kigugumizi umetoa wapi tena? Mbona ghafla? Hamna mke wangu, hamna. Unajua shemeji katuita hapa ghafla. Unajua tumempokea mgeni asije kaka kuna vitu vibaya tunamfanyia huko. Awe na amani tu mdogo wako, usijali nani mke wangu. Sawa kama ndio hivyo. Mbona sijakuzoea hivyo mume wangu ukiwa kwenye kigugumizi na hali ya wasiwasi? Sijali mke wangu, kuwa na amani tu. Kuwa na amani usiwaze. Sawa. Si watuambie hiyo shida yenyewe. Dada, nimepata mtu. Kaka Robi bwana, hapa mimi na taarifa kuhusu yule shemeji yako niliyokuambiaga kwamba anatarajia kuniletea barua Alhamisi. Basi sawa, kama wewe shemeji analeta barua itakuwa ni vizuri sana, maana wanaume wenyewe sasa hivi dada, mtu mpaka anakuja kukuletea barua ujue kakupenda sana. Kwa hiyo barua kwani analeta lini? Umpata mtu shemeji? Ndio shemeji. Ni jambo la heri sana. Lakini mtu ushamchunguza tabia zake unazijua? Ndio shemeji. Maana wewe ni mgeni kwenye kijiji hiki, umefika hauna muda mrefu. Leo kuja kusema umepata mtu ni jambo la kushangaza kidogo. Ondoa shaka kwa sababu ananipenda. Basi sawa, ni jambo la heri. Na ni kijana wa kijiji hiki kweli? Ndio shemeji. Samahani shemeji. Unaweza kumfahamu anaitwa nani? Anaitwa Mfumbi. Mfumbi? Lakini kama Mfumbi sawa, kijana mzuri tu. Basi sawa shemeji yangu. Mimi nashukuru kusikia hivyo. Ni jambo la heri kwa sababu tayari ni binti mkubwa. Na kama umempata mwenzio unaona nakupenda na kujali na kusamini, ni jambo la heri. Ila usiangu mimi nitakiwa tu uwe makini na vijana wa sasa hivi. Sawa shemeji, nimekuelewa, nitakuwa makini. Ila siwa nawe mdogo wangu. Kama wewe Mfumbi aje mapema, maana msije huku mkaanza vichochoroni akaanza kukujaza mimba, aanze kukuona tena ufai. Mimi ndo nakwambia hivi mdogo wangu, mchuzi wa umbo uliko ngali wa moto. Usijali bana na wewe. Ndio mimi nataka aje. Huyu. Sasa mimi nahisi kikao kitakuwa kimeisha bwana shemeji. Hakuna lingine? Hamna. Basi mimi nilikuwa naomba ruhusa kidogo nitoke niingie kwenye mambo yangu mtu wangu. Bila baadaye nitarudi. Na uwahi kurudi. Sasa hivi una tabia chafu, tangiaje mdogo wangu huyu unachelewa kama nini kurudi? Hamna, napitia kwenye angalia mpira kidogo, unajua. Mpira nini kama mpira sisi tuangaliage yote. Usijali mtu wangu, baadaye. Haya mume wangu. Vipi dada? Leo vipi hujaagizia? Niagize wapi bwana, shemeji yako mwenyewe sipiza ananiboa, anarudi muda mbaya kama nini, sijui kwa nini yani. Maana na wapenzi kindi wenzetu.
Kawaida. Hata mwenyewe naye mfumbi utamfanyia hivyo kama mimi. Hamna bana, sio hivyo. Haya bwana. Jamani kandaandae. Haya. Analeta barua Alhamisi. Ila anategemea kakangu mtaipokea barua vizuri kabisa pasipokuwa na sababu zingine zozote. Kutokana na mwenyewe tu ndo tanisha toa taarifa. Basi sawa, kama Alhamisi tutakuwa na ugeni juu yako, itakuwa ni vyema sana. Sawa. Na sisi tutawapokea. Tutapokea barua. Taratibu zitafuatwa. Na kama kuna ndoa, jambo la ndoa litakuja kufuatia mbele yake. Hatujajua wenyewe mmejipangaje kuhusu ndoa. Basi sawa. Bwana shemeji yako Maguta amesema hivi kwamba akileta barua hiyo Alhamisi atatuachia siku 2-3 ambazo za kupanga mahali nini. Akija hiyo atakuja Jumanne. Jumanne atakapokuja ndivyo atakapomaliza kila kitu, atatoa mahali pamoja na kufunga ndoa kabisa. Basi sawa dada, tutashukuru sana maana mwenyewe nilikuwa na shida kweli ya hela. Kama itakuja jambo la kuweka mezani tulifurahie, maana hali ngumu kweli siku 2 hizi. Bora kaja mgeni mwenyeji apone. Acha. Basi kama ndio hivyo sister, ngoja kwa nikaalika wanangu fulani hivi bondeni huku na wengine hapo juu, maana shule yenyewe atakayopambe, unajua? Sawa kakaangu, uwezo wako tu kualika watu, kutakualika huu mji mzima wewe alika. Nadhani shemeji anajiweza. Hamna, si jambo la heri. Inshallah. Haya, mimi nipo hapo bado nipo. Haya bwana, Mungu yawane fike mbele. Yaani siamini kama mimi kweli nakuja kutolewa barua na kuolewa jamani. Haya bwana, subiri tuangalie. Hiyo Alhamisi naiombea ifikie haraka. Kiwango atende. Mimi najua nilikukosea sana, nilileta kitendo cha dharau sana, sio vile tukufanyia mbele ya mdogo wako. Kwa hiyo mke wangu, kitendo kile hata mimi nilikifikiria, nimejua nimekukosea. Alafu sio vema mimi na wewe tukaishi nyumba moja, tukawa tuna mgogoro mdogo tu. Kwa kikubwa kilichonifanya nikae hapa na wewe kuzungumzia jambo hili, kama nimekosea mke wangu, naomba unisamehe. Yaani wewe mume wangu mimi naona tutuishi hivyo hivyo, si ndio ulivyotaka? Kwa sababu umeamua kutia aibu mbele za wageni. Leo hii ndio umekuja hapa unaona mke wangu nisamehe. Yaani mimi hata sitaki, tukae tu hivyo hivyo. Hapana mke wangu, usiseme hivyo. Binadamu tumeumbwa na makosa. Na katika maisha changamoto zipo. Kwa inapaswa tuvumiliane, tusameheane ili mambo mengine yaendelee. Alafu hii hali ambayo tumeishi nayo siku 2 hizi ni kifupi na mtesa. Na nimegundua makosa yangu, maana nimekaa chini na wewe leo nikuelekeze ukweli kwamba nimekosea mke wangu, nisamehe. Na kuahidi na yani kwamba haitajirudia tena. Kwa usiwepo hivyo mke wangu, kaa tunaduniana, wakija watu ndio tunacheka nini, ila watu wakiondoka mimi na wewe nyuma mambo yetu yaendelee. Nisipende hali mke wangu, please nakuomba. Nisamehe sana. Sitorudia mke wangu, nakuomba. Sawa mume wangu, mimi nikuelewa, ila mimi hiyo tabia sitaki tena. Sababu unanikwaza, unaniuzi sana. Mbele za wageni unanifungia mlango kweli. Mimi nashukuru sana mke wangu kunielewa. Na hicho ndio kinanifanya nikupende kwa sababu nimeelewa sana. Kwa kama umenisamehe mimi nashukuru. Naomba mambo yaishe. Alafu kiangalia siku 2 hizi. Niambie shoga. Sema upo. Niende wapi Masika? Nipo hapa hapa. Mvua mara imekata, mara imenyesha, mara imekata. Ndaenda wapi mwali wangu?
Niambie udugu wangu naelekea wapi huko? Sasa nilikuwa nafika hapo, nilikuwa naenda kununua mboga. Sasa shoni kugea ubuyu. Unajua kama kule Jumanne kuna ndoa huko. Shoga yangu aniambie nani? Siku mbili hivi matako sijaweka chini mtu kumsuka. Maana yake ningekuwa na kutulia pale nyumbani, watu wanaokuja kusuka lazima ningejua. Sijui hata taarifa ya ndoa mwali wangu. Niambie. Pole. Jumanne kuna ndoa kule ya Maguta na bwana Sikitu. Jumanne hii? Kwani wame Jumanne gani? Mungu niweke mie niendelee kuyaona mapambo ya dunia. Jumanne kuna ndoa ya Sikitu na bwana Maguta. Alhamis kuna ndoa ya bwana Mfumbi. Kuna mambo mazuri nataka kuyafanya. Kwa hiyo ninanuna hivi afu kwenye utafutaji wangu na kwa changamoto. Kwa hiyo sijali kama tena kupenda maana kuna sio vyema kinitumia wanaume wangu safu isije naomba msamaha kwa hiyo mimi nashukuru kama msamaha na job Sawa, haina shida, mimi nikuelewa. Nafurahi kusikia hilo sana. Ningeera timu hapo mambo ya nyumbani yanaendelea. Shehe alikuja hapa ileta barua, simeje hapo siwa. Kumbe sio jambo lake limefikia tayari. Basi mimi nadhani jambo la hongera na kingine cha kumshukuru Mwenyezi Mungu kampata kijana kweli mwenye nia ya dhati. Kwa mimi sidhani kama kuna upingamizi wote hapa juu ya swala hili. Ni kumwombea tu mtoto dua. Anapokwenda kuishi na mwenzio akaishi vizuri, wasio na malumbano madogo kama sisi. Sawa mume wangu, haina shida. Nina imani utakuwa umepokea vizuri, sitarajia japo kuna mgogoro ndio maana nishindwa kushirikisha. Lakini naiona mume wangu sana. Hilo usijali mke wangu, alafu mbona vitu vidogo tu hivi. Ila je, nimekumisi je siku mbili nilikuwa nakuona hapa unanifungia tu kitandani mao yenye kile mgongo nini leo ilikuwa inaniuma. Kama ulikuwa unashindwa kukaza, wewe mwenyewe ulikuwa unatamania hivyo hivyo. Mama, kuna mkate mgumu mbele ya chai. Sawa mke wangu, ila mimi nashukuru mambo yameisha. Sema hapa ni wanataka nitoke kidogo. Nasema niende sababu umenigea taarifa na mimi niwafikishie wenzangu ili wahudhurie kwenye mambo kwenye sherehe ya shemeji yangu. Si unajua? Sawa mume wangu, haina shida. Basi kwa mke wangu mimi nadhani wacha salama nitawahi kurudi usijali. Wahi kurudi lakini niage. Usiondoke hivyo hivyo. Usijali mimi tena na wewe jamani, Karibu sana shehe. Salama, habari zako? Salama za kutoka. Huko kwema, sijui nyie hapa kijijini mnaendeleaje? Sio jambo kama unavyotuona. Vipi kilimo? Hivyo hivyo tunapambana na hali zetu. Kama kwa maji mwanzo mwisho. Maji yako Mungu kaamua kushusha neema yake. Wala mimi huwa kuja hapa na ujumbe nimeleta. Unajua tena mambo ya vijana. Ukishapevuka lazima uwe ngangari. Imadi nyumba isimame katika wakati wake. Sawa? Sawa. Bwana ndio hivyo bwana. Naeta mzigo kwa bwana Mfumbi. Sawa, mzigo ndio kwa bwana Mfumbi. Lakini mimi siwezi kupokea na kaka. Kumbe na kaka. Tuna kaka tunakaa naye hapo jirani. Kwa hiyo nitamuita yeye aje kupokea huko. Maana haiwezekaniki yeye yupo nikapokea mimi mwanamke. Basi kama kaka yake hivi basi itakuwa jambo zuri sana. Sawa, ngoja nitafute. Halo. Na bwana Siwa. Yule mdogo wake nani yule? Watende. Bwana wewe. Mzio niache. Wewe unaniambia ni ya kweli au unanisimulia story za uongo? Wewe unataka kusema taarifa zote za zindoa wewe una? Usitaka kunidanganya shoga yangu. Salma wewe mkaji mkubwa au kulewi taarifa una. Ulienda wapi au ulipotea mpaka usipate taarifa?
Yaani unaona nataka kuniambia Mfumbi huyu na mjua mimi anafunga ndoa? Huyu mwanamke kama ukotea wapi? Kwa umaskini ule aliokuwa nao. Huyu mwanamke atakopoa ajui maisha anayoishi Mfumbi ajue. Yeye sina mengi ya kusema shoga yangu. Kwa kuwa yeye kaling'eng'eneka kalitaka muacha kapambane na walishindwa watu. Kwa yule bwana, yeye ataweza? Kabisa ataweza. Hiyo ndoa nataka kuiona mwanzo wake mpaka mwisho wake kubwa, na muomba Mungu anaendelee kuniweka mbea sugu mimi wa mjini kunguru nisiyefugika miaka 100. Nataka kuona mwisho wa ndoa wapi. Maana sipati picha sijui kanza ataenda kuazima wapi maskini ya Mungu. Ndampelekea hata 2000 tu aende saluni. Mwali wangu, nataka kuona ndoa ya Mfumbi mwali. Nataka kuona mwenzenu huyo ndoa ya Mfumbi. Shoga yangu. Sipendi kama kadi jasho. Maana hapa naenda kukutana nimelipata huko. Naenda kukutana naye. Kwa hiyo wewe unataka kuniambia unafurahi kwa ndoa ya Mfumbi au inakuuma kutokana na mdogo wako alishana niliwa alishabwagwa? Mbona sikuelewi? Niume? Kwanza naomba Mungu na nashukuru kwa kutoka kwa yule bwana. Kwanza naomba Mungu mdogo wangu kuachana na yule bwana. Yaani naomba hata roho niume, hata mshipa ule wa moyo unistuki. Kwanza shoga yangu tusipoteze muda. Maana nisije nikapishana na hela hapa mjini. Sawa bwana, tusubiri majibu na matokeo tuyaone. Nipo lazi kwenda kukopa hata dela. Ndio hiyo ndo. Ndakuja na matarumbeta yangu mwali wangu. Na upai. Napoaje kwa nini? Si ajabu inamuuma. Kumbe inamuuma vipi mdogo wako hakika atajua mwenyewe. Halo. Habari kwema huko? Kaka, uko nyumbani? Nipo nyumbani. Sawa. Sasa hapa nilikuwa na shida kidogo, ungekuja hapa nyumbani. Sasa hivi ama kwa baadaye? Sasa hivi. Sawa nakuja. Haya. Sasa hapa bwana shehe. Nisubirie kidogo kaka, karibia anakuja. Hata chelewa. Hawezi kuchelewa maana nimemwambia jambo la haraka anasema anakuja sasa hivi. Akiwahi maana mimi mwenyewe wa msikitini unajua tena. Sawa, haina shida. Katika msikiti wetu mimi ndio imamu ananitegemea sana. Nikikosekana mimi tu wale mtihani bwana. Haya, haina shida, nafika sasa hivi. Nipe simu. Lakini hali yako. Kaka huyo. Karibu. Karibu sana. Si wakachukua kibao. Salia. Karibu kakaangu, maana nimekutoa huko hai. Asante dadangu, habari za hapa? Salama. Shehe, habari? Safi bwana. Asalamu alaykum. Alaykum salaam. Bwana shehe, kakaangu mwenyewe ndio huyu nilokuambia anatakiwa aje kupokea hiyo barua. Kwa hiyo karibu sana. Asante sana. Mimi bwana ndugu yangu. Naitwa Ustazi Shaban. Nimekuja hapa kwa namna moja au nyingine. Na sisi wale wa Islam tunasema ndio hiyo bwana ndugu yangu. Kuna mzigo nimekuja nao bwana hapa kwa bwana Mfumbi. Leo mke wangu ujue. Umenikela sana, sema mwenyewe ujue tu. Sasa nikukela nini? Wewe ujue? Sasa ningejua ningekuuliza. Kwa hiyo ujue. Wewe mwenyewe ndio umeona muda sahihi yule. Wewe kupika chakula kile. Mimi natoka zangu job nafika hapa chakula bado na subiri ni sauce. Wewe. Kwanza masuala kama haya iwe mwisho na mwanzo kuanzia leo. Na kuelekeza hiyo. Shauri lako. Sasa kuna swala la kupika chakula. Sasa siku moja tu bwana nayo unisamea. Kwa kitu kidogo basi unakasirika na ukasirika.
Unachukulia jambo jepesi mwenyewe. Unacheza na utumbo. Uongo. Unachezea utumbo au si? Bwana unapotezeaga mambo mengine, Unaboa wewe. Wewe kitu kidogo tu basi unakasirika. Kitu kidogo tu unakasirika. Sasa siku nyingine nakulisha chakula saa 6 usiku na utakula. Mimi kama mshenga wake amenikabidhi mzigo nilete kwenu kwenye ukoo hapa. Bwana sawa, mimi nimekuelewa. Je, sister, umelizia? Ndio kaka. Nipo tayari. Basi nashukuru. Bwana mzigo wenyewe ndio wao. Bwana asante sana. Najua Mwenyezi Mungu atajali. Hiki jambo la ndoa jambo la muhimu sana. Kweli inshallah. Kuliko watu wanakaa kuzinizini na mwisho wa siku mazambi yanakuwa mengi sana. Watoto wengi sana wanakuwa wamezaliwa nje ya ndoa. Wewe kama hivi anapata mchumba mapema, inakuwa jambo zuri sana. Mimi kikubwa cha kuzungumza. Asante sana. Kwa sababu naye mwenyewe kalizia, najua mambo yataenda sawa. Jamani, mimi ngoja niondoke. Karibu sana. Wanawake kule msikitini kule. Wanategemea mimi pendo ndio imamu wa pale. Haya, karibu sana. Chelewa hapa itakuwa shida. Haya. Wana watoto wa madrasa pale. Sawa. Kama ngoja ni wewe begi langu niondoke zangu au vipi? Haya. Hakuna kitu kingine cha kuongezea? Hamna. Haya, mimi naenda nyumbani. Asante. Haya mdogo wangu, si umeaona haya? Ukiambiwa ubadilike mavazi unayovaa usikie. Haya, leo shehe kaleta barua kakukuta na mavazi yako haya. Haya, tunaelimisha nini? Au huyu mwanaume au shehe akitoka hapa kienda kumwambia huyu mwanaume wako, nimeenda kule nimemkuta mwanamke mwenyewe hajui kujistiri, hajui kufanyeje. Haya, sisi tutakuwa wapi? Si unatutia aibu hivi. Dada nini? Dada nini? Wewe unaona hivi ulivyovaa vizuri? Shehe akukute hivi. Kweli? Sister, ni kila siku nakuelekeza kuhusu haya mavazi yako. Mara ngapi mimi niko nakuzuia? Kwa dadako anavaa safi kabisa. Sasa angalia jinsi ulivyovaa, shehe kafika. Na mimi kama unavyojua ninavyoheshimika huko mtaa. Watanichukuliaje mimi? Nisamee kaka. Bahati mbaya. Nisamee kaka, yaani unachukua kitu chepesi tu, si ndivyo? Angalia mazingira jinsi unavyoishi naye na kuipo vipi. Ama ndo unaiga watoto wengine wa mitaani. Si ndivyo? Unatakiwa ujirekebishe bwana. Hiyo unatia aibu mavazi hayo. Na dada yake, unabidi msimamie huyu. Mimi namsimamia sana kaka, lakini ndio hivi hivi kama unavyomuona. Mbishi kama nini yani? Hiyo minkundu anaona inamfaa kama nini? Si ndio anapendeza? Wewe ukiwa unanijulisha bwana kaka, kuna 1 2 3 mdogo wako 1 2 3. Mangapi mengine anatokea unanijulisha. Kuliko wewe sasa ona sasa shehe kafika hapa. Atuelewe huko anakoenda kitatokea ni kipi. Kaka, hapa cha kufanya tumshukuru tu Mungu. Tujue kitakachoendelea huku nini. Tuwe na subira, kama atatuletea majibu mazuri sawa. Kama ndoa itaendelea tutashukuru Mungu. Mimi ngoja niwaache. Ili swala tutajadili. Sawa sister. Bwana kaka, mimi hata sikusindikizi. Haina shida. Haya. Msalimiage wiki. Haya. Na wanangu. Haya. Haya. Sasa unaguna nini? Wala hamna kitu. Sababu nuunda au si? Sio nuunda. Sasa nakuelekeza bado tufanye maisha. Mimi siwezi kurudia tena. Au Ila fresh tufanya haya yamepita. Ila kuna jambo nataka nikuelekeze, wenda hata sisi tutalifanya mbele hapo kidogo. Kuna shughuli hapa mtaani zinakaribia kutokea siku mbili hizi. Ndoa bwana Mfumbi, na ndoa bwana Maguta. Na wote tunafahamu ni majirani zetu wa mtaa huu. Sasa sitaki kusikia kwamba kwenye ndoa au hujafika. Sawa? Jambo itakuwa zito kidogo kwetu sisi, maana sisi wenyewe tunatarajia hata sisi wenyewe miezi inasonga mbele, na tukipata chochote kitu na mimi niende kutoa hata barua tu kwenu. sawa, mimi nimekuelewa. Usiwete utani na jambo hili. Unabidi ulifanye kweli. Unabidi uende kweli kwenye shughuli zao zako.
Maana mwenyewe unajua hapa harakati zangu mtaani nyingi. Maana nikitoka kurudi jioni, nikitoka kurudi saa ngapi, kurudi usiku, wewe hivyo lazima uende. Sasa tukionekana sisi sote tunaenda kwa shule itakuwa dharau. Sawa, mimi nimekuelewa bwana. Leo ukianza kuongea, hebu kwa kula dawa. Kula. Nakupendaga hapa mke wangu, mambo yetu hapo wewe. Unanjoki. Wewe. Wewe joki tu, maana hii dawa hii kwa uongo. Wewe ndo unataka? Mabuta. Wewe. Wewe unaozesha? Naozesha. Huyu anaoa. Haya. Ndiye Mabuta anataka. Kwa binti yangu, kwa dada yangu, mali yangu. Mabuta. Naam. Umekubali kumuoa dada yangu Sikitu kwa mahali mliokubaliana? Ndio. Mabuta. Naam. Umekubali kumuoa Sikitu kwa mahali mliokubaliana? Ndio. Mabuta. Naam. Umekubali kumuoa dada yangu Sikitu kwa mahali tuliokubaliana? Ndio. Fuata. Amin. 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 Mungu shahidi. Sikitu. Uko tayari kuolewa na Mabuta kwa mahali mliokubaliana? Ndio. Sikitu. Sikitu. Uko tayari kuolewa na Mabuta kwa mahali mliokubaliana? Ndio, niko tayari. Sikitu. Uko tayari kuolewa na Mabuta kwa mahali mliokubaliana? Ndio, niko tayari kuolewa na Mabuta kwa mahali tuliokubaliana. Shahidi, mkaribisha mwanamke wake. Karibu. Nifunue. Unaotoa kufunua. Yeye mwenyewe. Nilizika yeye mwenyewe. Sio nataka na shamba. Unazamiane vipi? Au unakuja na zami kumnani? Sasa mbona mnipigie makofi jamani? Nzuri sana, nzuri sana. Bwana kaka, nilizika. Ila nitakuwa na maneno mawili matatu wa dada yangu jamani. Dada, wewe sasa hivi ushakuwa mke wa mtu na umeolewa. Na bila kuolewa tu na upo kwenye ndoa. Kwa hiyo kwa naomba utulivu dada yetu. Mambo ya zamani uyaache zamani. Sasa hizi unaweka mambo mpya. Ndio maana nyewe wanasema ya zamani sio yaja. Ugangi yajayo. Kweli bwana shemeji. Aache mambo ya zamani. Kweli. Kweli kweli. Sasa sinaruhusiwa kumbeba. Yani wewe sasa hivi kwanza sasa hivi ni wako. Mvalishe kwanza wewe tukamalize dua kwanza. Nishamfunua. Tunamaliza dua. Ndio tukamalize dua. Twende. Twende kaka, msibaki na mtu. Amin. 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 Sasa kwa kumsia bwana wewe, wewe bwana Mabuta. Jana siku hizi bwana, tabia mbovu sana. Kwa ndio kwa anataka kutatu kwa nafasi. Wewe acha tabia. Leo ni Jumanne. Ndio unaoa leo Jumanne, Ijumaa na kuja baraza. Kesi nyingi sasa zinaenda baraza la nani? Watu wengi sana wanachika. Wewe acha tabia. Kwa pia ukitaka unakwenda kazini, wewe unarudi saa 2. Sio unarudi saa 4, unamkuja mke wako unarudi saa 4, saa 6. Sawa, hiyo tabia hiyo. Sawa. Ndio shehe wangu nimekuelewa. Mimi sio wale vijana wanaoa msimu wa Ramadhani. Ramadhani ikiisha wanafanya wanaachana.
Mimi sio wale vijana ambao wanaoa msimu wa maembe. Maembe yakikatika wanaachana kwa sababu mwanamke anashinda nini? Anashinda maembe. Mimi sio wale vijana. Umeona? Mimi nimepanga kuoa na naoa kweli. Yaani nikioa nimeoa kweli. Nikipenda nimependa kweli. Umeona? Nakuelewa bwana Maguta. Astaghfirullah nataka kusema la tatu. Mimi siwezi kufanya hiko kitu. Aha, kweli. Shahidi wangu yupo hapa. Shahidi au sio shahidi? Pia ukioa anakia uona swali pale swala tano. Akuswali hilo mbona jukumu langu? Mwenyewe nilikuwa na sijida, sema siku 2-3 nimvae zimfutika. Unazuri sana msikitini sawa. Sijida yuko hapa. Umeshindwa kusoma hata madrasa utakupatia Hamza bwana. Hamza yule? Yule rafiki yangu sana ndugu yangu. Wewe unaenda pia wanakufundisha pale. Yule rafiki yangu sana. Alifu bete unazielewa. Zote nazijua mpaka zetu. Yangu sana. Wanaona mengi wewe. Sema neno mengi. Jamani jikoni huko uliobaki jamani njaa jamani. Bwana shemeji. Nimeoa shemeji, nimemwoa dada yako yeye mkoa. Twende ndani. Ila ushemeji yangu na wasiwasi naye. Shemeji maneno mengi sana. Yaani anaongea usinyanyasa dada huyo. Na wasiwasi na ndoa. Dada huyo ameolewa, dada huyo anaolewa, mali nishatolewa, mali nishatolewa, dada huyo ameolewa, dada huyo anaolewa, mali nishatolewa, mali nishatolewa, dada huyo anaolewa, dada huyo anaolewa mali. Jamani, shemeji. Tulieni kwanza. Shemeji. Mimi naenda na dada yako, umeona Na wewe ukitaka kuja kula siku moja unakuja unakula. Unataka kuja kunitokea maji, kunitekea maji ya kuoga na nitekea. Wewe ni mkoa bwana, unatakiwa ukubali, au sio? Shemeji mimi nikutoe hofu tu. Hata siku moja nampisha dada yako unakuja unalala na mimi. Usienda hiyo. Ukipata shemeji kichaa utapenda kabisa. Shoot. Mwanangu, kwa mume kuna mambo mengi. Kwa mume kuna uvumilivu. Unahitaji kuolewa, umetaka ndoa, katulie kwenye ndoa yako. Sio unaambiwa unataka kwa mwanaume anapokuja unataka apokelewe kwa heshima, mwanaume hutaki kumpokea kiheshima. Akinaomba maji, kachukue maji mwenyewe. Sifanyi kazi hiyo, umevaa kipedo mwanangu. Huyo mbio heka mtaani. Mwanaume anakaa anaangalia maisha ya ndoa yako hivyo. Sheria ya ndoa msikilize mume, ukitaka kwenda umwage. Ukitaka kuja nyumbani kwangu unatakiwa umwage mumeo. Mume wangu kabla siku 2 unaingia ndani unaanza kumwaga mume halivie. Mke wangu sawa, nenda nyumbani kawatembelea wazee. Katulie kwenye uko Mungu akikujalia kwenye ndoa yako ukifunga. Katulie kwenye maisha yako ya ndoa yako, mpende mmeo, mpende familia, upende ndugu za mume, watoto. Katulie, acha utundu kutoka hapa vijumba kuvisabia mitaani tulia mwanangu, ndoa ngumu. Sawa mama, mimi nimekuelewa. Kila kitu ulichoniambia nitakifuata. Mwanangu, mimi nashukuru mama yako kama umenielewa mwanangu. Kakae vizuri kwenye ndoa yako. Mungu akujalie sana, kanitunzie heshima mie mwanangu. Bwana Mfumi, kwa jina naitwa Kani. Upo tayari kumwoa dadangu? Ndio. Kwa mali ambayo tuliokubaliana? Ndio. Sasa. Bwana Mfumi, upo tayari kumwoa dadangu kwa mali ambayo tuliokubaliana? Sawa. Bwana Mfumi, ndio. Upo tayari kumwoa dadangu sio? Kwa mali ambayo tuliokubaliana? Sawa. Sawa, nashukuru. Siwa, umekubali kuolewa na Mfumbi kwa mali mliyokubaliana? Ndio, nimekubali. Siwa, umekubali kuolewa na Mfumbi kwa mali mliyokubaliana? Ndio, nimekubali. Siwa, umekubali kuolewa na Mfumbi kwa mali mliyokubaliana? Ndio, nimekubali.
Sasa jamani, mimi nashukuru sana shemeji, ngone kufuniki mke wangu asimuone nje. Kumbe wewe hakika. Kwa hiyo mimi naona tu twende nyumbani basi. Yanisha. Alhamdulillah.